Bwana, mimi naitwa Mkojani bin Darwesh, maarufu comedian Tanzania. Tarehe 2 nilikuwa na show Singida, tarehe 3 nilikuwa na show Shelui. Kwa hiyo wakati narudi kuna wenzangu niliwaacha hapa Singida mjini. So ikabidi nishuke kuja kuungana nao, kulikuwa na changamoto za waandaaji ili kujua wao wamefikia wapi katika hizo changamoto. Waandaaji walifanya vitu vya kihuni. Wamefikisha wasanii hoteli. Sisi ni wageni hapa. Lakini mpaka dakika za mwisho tamasha lao limeisha, hawaja clear bili zote za hotelini. Kwa hiyo huo ni uhuni, afu ni ushamba ambao wamefanya. Inavyosemekana mmoja ni mzaliwa hapa Singida, anaitwa Moze kwa jina alilotuambia, ni mtoto wa mbunge kama sikosei. Akiwa na mwenzake partner wake ambaye anaitwa Patricia kama sikosei, ni wa Dar es Salaam. Kikubwa ni upande sana wa waandaaji wanavyoenda kuzungumza nao partner zao katika kukamilisha event, kwa sababu event haifanywi na mtu mmoja. Kwa hiyo unavyoenda kuzungumza labda mfano na KBH Hotel kwamba Mkojani atalala hapa alafu atakushutia tangazo, wewe inabidi kwenye mkataba wako wa show umwambie huyo Mkojani kwa bwana utafikia Singida, lakini katika makubaliano tuliyokubaliana utahitajika kufanya matangazo let's say 3 au 4, utayaposti hivi. Kila kitu kikiwa wazi, kwa sababu hii ni biashara ya makubaliano pande zote mbili. Sidhani kama kutakuwa kuna shida. Lakini ukifanya ujanja sehemu moja, ujanja haudumu, kwa sababu utafika sehemu utakupalia. Huko msanii umemwambia aje kufanya show, huko msanii unamwambia akatangaze chuo cha udreva. Huko msanii umemwambia afanye show, huko msanii umemwambia akatangaze duka la nguo. Kwa hiyo ndio shida ambayo ilitokea kwa vijana ambao wameandaa event. Kwa hiyo next time wewe unavyoandaa show yako, wasanii sisi ni waelewa sana. Kwenye makubaliano ya awali, bwana tumekubaliana tutalipana hivi, lakini utafikia hoteli hii itahitaji kufanya hiki na hiki. Labda na mdhamini wangu yeye ni mtu wa mafuta, sheria yake inaitwa hivi, utafanya hivi na hivi. Toka upo kule Dar es Salaam, hakuna ugumu. Sasa kama hapo tunakuja kuyajua hayo, au mapromota feki wakiwa wameshakimbia. Kwa hiyo unakuta umebakia wewe pamoja na mwenye hoteli anakuambia nakudai matangazo yangu. Unaambia sikujua chochote wala sikuambiwa kwamba kuna mkataba wa matangazo zaidi ya mimi kuja kufanya show. Kwa hiyo hapo ni mkanganyiko wa hao wenye hizo hoteli zao pamoja na mapromota na kuconnect na sisi wasanii. Hicho ndio kilichotokea. Singida ni sehemu ambayo sikuwahi kubahatika kufanya show, lakini ndio show yangu ya kwanza na ndio show yangu yenye maumivu, kwa sababu kumekuwa na vitu vingi, kuna stahiki bado nyingine hazikupatikana kama hivyo. Huwezi kuondoka kwenye mji wa watu hujajua mustakabali, sio hoteli, sio kitu gani. Kwa hiyo pia imetufanya tukae hizo siku mbili kwa ajili ya kuhakikisha kila jambo linakuwa sawa. Lakini uwanjani mashallah mashabiki walikuwa wengi, na ninawaahidi akipatikana mwao. Lakini ndio show yangu ya kwanza na ndio show yangu yenye maumivu, kwa sababu kumekuwa na vitu vingi, kuna stahiki bado nyingine hazikupatikana kama hivyo. Huwezi kuondoka kwenye mji wa watu hujajua mustakabali, sio hoteli, sio kitu gani. Kwa hiyo pia imetufanya tukae hizo siku mbili kwa ajili ya kuhakikisha kila jambo linakuwa sawa. Lakini uwanjani mashallah mashabiki walikuwa wengi, na ninawaahidi akipatikana mwandaji mzuri ambaye kichwa chake kimetimia tutarudi, kwa sababu pale wasanii nilikuwepo mimi, King Pusi, Konkara, Makomando, Bala MC. Hao wote hawakufanya show zaidi ya mimi na Konkara. Ndio ujue kwamba kulikuwa na changamoto toka siku ya event, kwa sababu watu walikuwa wanadai malipo yao, mapromota wamekimbia, mara huyo Patricia anasema anataka kujinyonga. Kwa hiyo heka zilikuwa nyingi. Lakini na Konkara ilifika hatua tumeenda uwanjani kufanya show, kuwaonea huruma wale watoto waliojazana pale toka saa 4 asubuhi. Japo tulishajua kabisa huu sio utaratibu wa kazi. Ila hawa watoto imefika hatua hawana kosa lolote, wamejaa kwenye uwanja. Basi hakuna kazi sio kuwa na changamoto, ila hawakufanya vizuri walioandaa ili tamasha la hapa Singida. Ukisema kutelekezwa na kuwa kama haisawa ndipo, yani ni kama mwanamke umepata bwana afu kakutoroka asubuhi. Unajua sisi pia tuna familia kubwa, mbali na hayo yote tupo hapa tunapumzika, tuna refresh mind, na nadhani watu wengine toka majuzi wamerudi Dar es Salaam, kina King Pusi, kina Bala MC, watu wote wamerudi. Sisi tupo, sio kwamba hatuna uwezo wa kurudi Dar es Salaam. Ila jana tumepumzika, na nadhani hata leo kesho tunaweza kuondoka. Ili isionekane tumetoroka. Kwa hiyo dhumuni la kuendelea kubaki hapa ni kuclear katika kila jambo lililozungumzwa, ili tueleweshane, kwa sababu kuna makubaliano yalifanyika pasipo sisi kuyajua, na hawa watu pia hawakujua kwamba sisi hatujui kuhusu wao.
pingu zangu naelezea chumbani, ndo naeleza kwa mmoja mmoja. Lakini bwana Mungu bwana atawalipa katika hilo. Hilo jambo umefanya la kiungwana, na kweli vijana wenu tunapambana. Sisi ni mabalozi wa usalama Tanzania hii, tunajaribu kutoa elimu katika kile kitu ambacho tunachokiona. Ni kweli tumeshafanyiwa uhuni na hatutaki yani ionekane kwamba Singida ni sehemu ya wasanii kudhulumiwa. Na imekuwa na taarifa tofauti tofauti, kumbe kuna wasanii wenzetu nao pia walikuja nao wakadhulumiwa, Kwa ni mlolongo wa matokeo tu, wasanii wakija Singida wanadhulumiwa. Si kitu kizuri. Kuna siku kinaweza kuja kuhatarisha maisha ya mtu. Tutadhulumiana usiku, mtu atachukua panga kamchoma mwenzie. Kwa hiyo hata pia taarifa zikifika kwenye uongozi ambao wa afisa utamaduni, haya matamasha yawe yanatoka vibali, mikataba ya wasanii ijulikane mapema kabisa, maana ile swala ni la afisa utamaduni, naanzia kwake, katoa vibali vya promotion, katoa uwanja mpaka limefika kwa katika ngazi za juu. Kwa hiyo at least, kwa sababu kumekuwa na hayo matukio ya kujifululiza, pia ana haki kabla hajatoa kibali kujua msanii anadai bei gani, ikapigwa simu huko amekubali labda msanii ni get collection, kwamba kitakachopatikana vyote vikiwa wazi kutokea huko, afisa utamaduni atusaidie, kwa sababu inaonekana hii hali hapa inatisha.